Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi kwa watazamaji wangu asubuhi ya leo, nasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu aliyefanya tukaweza kuonana mara nyingine. Kwa majina, mimi ni Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Leo hii asubuhi Mungu amenileta ili tusemezane kwa agano. Kwa dakika chache Mungu atanimpa ili tusome agano. Nitasoma kwa kitabu cha Isaya, sura yake 26 kuanzia madogo 17 na 18. Soma nami kwa kitabu cha Isaya sura yake 26 madogo 17 na 18. Biblia inasema ya kwamba kama mwanamke mwenye mimba aliyekaribia kuzaa anavyogagaa na kulia kwa ajili ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa mbele zako, Bwana. 18. Tulikuwa na mimba, tuligagaa kwa maumivu, lakini tulizaa upepo. Hatukuleta wokovu duniani, hatukujaza watu katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwanzilishi wa imani yetu. Tunakushukuru, tunalidini jina lako. Baba, tunasema na asante ya asubuhi. Na kabidhi kila mmoja wetu katika mkono wako. Bwana, uweze kumiminia Roho wako takatifu katikati yetu. Leta Bwana ujaziri, ulete imani, ulete nguvu, ili Bwana watu wako waweze Bwana kupata yale umewatengenezea. Asante Mungu wetu, na asubuhi yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Jinsi nilisema, mimi ni Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na hudumu katika kanisa la St. Meshach Fellowship Church hapa mjini Nairobi. Tuko pale Kibra. Ukiwa hapa Nairobi, unaweza panda gari pale Kencom namba 33 KBS ama City Hopper, itakuleta Kibra. Utashukia pale Karanja. Kanisa liko pale karibu na shule ya Raila Education Center. Hapo ndio wanafanya kazi ya huduma. Katika siku ya leo Mungu amenileta ili tunene nawe pamoja. Nimesoma katika kitabu cha Isaya 26 madogo 17 na 18. Lile ujumbe ambalo Mungu leta ama amenipa ninene nawe, inasema ya kwamba kuzaa upepo. Hiyo ndio nataka niongelee dakika chache, kisha tutaomba pamoja nawe. Hapo nimesoma maandiko inasema ya kwamba kama mwanamke mwenye mimba aliyekaribia kuzaa anagagaa na kulia kwa ajili ya maumivu yake. Zote tunajua mjamzito jinsi anakaa na jinsi ana maumivu ikifika wakati wake wa kuzaa. Na mama ama msichana anayepata mchumba, wanao ama watu wa kwao wanakuanga na furaha, kwa sababu
msichana wao amepata kwake, ni furaha tele kwa hilo boma, kwa sababu mwanamke au msichana akipata kwake inaleta furaha kwa boma. Ndipo utakuta ya kwamba kwa lile boma ameenda kwa kina kijana, pia watakuwa na furaha, na matunda ya ndoa inakuwa watoto. Na mara nyingi utakuta shida inatokelezea kwa ndoa kwa sababu ya watoto, na hiyo ndio inachanga vita vingi kwa ndoa. Mke akienda ama msichana akienda kwa ndoa na watu watampea muda, akimaliza mwaka mmoja bila kuzaa ama bila kuleta mtoto, utasikia wengine wanaanza kumsengenya, wengine wataanza kusemezana kwake. Na ukipata mama ameingia kwa ndoa na baada ya mwaka mmoja ni mjamzito, katika hilo boma utapata watu wana furaha, mmewe ana furaha, hata shangazi wana furaha, watu wa kwao wana furaha, kwa sababu anataka kuleta uzao ama kuongeza kwa hao familia. Hiyo italeta furaha kwao. Wakati imefika mjamzito, mama ameenda katika nyumba cha kuzaa, wengi wanatamanio, kwa sababu wanajua huyo mama ameenda kuleta mtoto. Bwanake ana furaha na wanangoja wakiwa na tamaa, ili waone kuongeza kwao kifamilia. Na mara nyingi utakuta wanawake wengine wanaenda kujisaidia, kisha utakuta amezaa na mtoto akarudi, amezaa na mtoto akafa. Mama kama huyo atakuwa na aibu akitoka pale katika hospitali, akibeba ndoo pamoja na beseni kwa kichwa, anatembea kichwa ikiangalia chini, kwa sababu ana aibu. Yeye ameenda kuleta mtoto, lakini mtoto amerudi. Hana maarufu kwa lile boma. Wengine wanasema ni ugonjwa, wale wanazaa watoto na watoto wao wanakufa kabla hawajakuwa. Mahali nimesoma wakati Wanaisraeli wakalilia Mungu, waliingia kwa dhambi, wakatenda dhambi, na wakiwa katika dhambi walirudi katika akilini mwao na wakafikiria na wakarudia Bwana. Ndipo wakamwambia ya kwamba kama mwanamke aliyekuwa na mimba anagaagaa akilia katika maumivu yake, ndivyo tulivyo mbele yako, Bwana. Mwanamke akipata mimba anatumaini ya kwamba baada ya miezi 9 atazaa, na wengi pia wanatarajia. Ndio maana leo hii Mungu amenipa ufunuo ili ninene nawe ambaye unanitazama asubuhi ya leo. Katika Mwanzo
wa mwaka huu, najua kila mmoja alikuwa na mpango, alikuwa na maono, na hata ikawa wengine walipanga vitu vingi sana. Wakati Wanaisraeli walikuwa wananena kuhusu mwanamke anaye karibia kuzaa, siku zake anakaribia siku zake za kuzaa, anagaagaa kilia. Kwa hiyo harakati, ukiona mwanamke mjamzito akilia, inamaanisha anakaribia siku zake za kuzaa, ana utungu, lakini mwishowe ana faida. Wanaisraeli wakamjia Mungu na wakawalinganisha na mwanamke anayekuwa na mimba na anakaribia kuzaa. Inasema ya kwamba kama mwanamke mwenye mimba aliyekaribia kuzaa anakaribia kuzaa, sio rahisi. Ukiona mama amebeba mtoto kwa mwezi 9, wamama ndio wanajua yale wanapitia. Ni uchungu na ni kuvumilia. Kuna mambo mengi amepitia ili uone mwanamke amefikia siku zake za kuzaa na azae mtoto na arudi nayo kwake salama. Imegharimu Mungu, ni mkono wa Mungu. Katika mwaka huu najua wengi walikuwa na mimba. Mimba ni maono. Mimba ni mipango. Watu wengi walipanga makuu. Wengine walikuwa na mimba ya kujenga, wengine wakakuwa na mimba ya kupeleka mahari kwa wake zao. Hiyo ni mimba mtu aliyokuwa naye kuanzia mwezi wa kwanza mwaka huu. Wengine walikuwa na mimba ya kununua shamba, wengine wakakuwa na mimba ya kupata kazi maalum, kazi ya maana. Na hata ikawa wengine wakapanga vizuri, wakijua ya kwamba ikifika mwezi wa 4 mimi nitaoa ama nitaoleka. Msichana alikuwa na hiyo mpango. Hiyo ni mimba uliokuwa nayo, ukashika mimba vizuri. Ni mpango ulikuwa nayo, ni maono. Ilipofika mwezi wa 4, hiyo maono haikutimia. Pengine ukazongeza ukasema, wacha ikifika mwezi wa 9 ama mwezi wa 8 nitakuwa nimefanya jinsi nilipanga. Mwezi wa 9 ikaja ikapita, ukasongeza mpaka mwisho wa mwaka. Tumefika mwezi wa Disemba na hakuna chochote imefaulu. Yale yote ulipanga mwaka ikianza, hakuna hata moja imefaulu kwako. Kuna wengine walikuwa na mipango ya kuanzisha biashara. Pengine ulianzisha ikaanguka, pengine hukufaulu. Wengine walikuwa na mpangilio ya kununua shamba mahali wajenge, na mpaka dakika hii hakuna chochote umeguza ikafaulu. Hiyo ni mimba ulioshika, na ikifika wakati wa kuzaa ukaja ukazaa upepo. Hakuna chochote
umezaa upepo. Ndipo Wanaisraeli wakamjia Mungu na wakamwambia, ni kama mwanamke aliye na mimba na amekaribia siku zake za kuzaa. Sisi tulikuwa na mimba, tukakuwa na uchungu, tukakuwa kana kwamba tumezaa upepo. Mahali umekaa ukitazama injili ya leo, unaweza jiuliza ya kwamba mwaka ilipoanza nilikuwa na mpangilio mwema, nilikuwa na mpangilio bora, nilikuwa na vitu vingi niliokuwa napanga nifanye. Kwa sababu kila mwaka ikianza watu wanakuwa na resolution ama yale mpangilio wanataka kufanya katika hiyo mwaka. Na utakuta marafiki zako wamefaulu kwa mpangilio zao, wale mlikuwa mmepanga nao, wengine wamefaulu. Hata wale mlikuwa nao kwa chama mama, wengine wamefaulu, hatima yao imetimika na wakafaulu. Na wewe chochote umeguza haifaulu. Ni nini inatendeka? Ni mimba ulioshika, lakini ikifika wakati wako wa kuvuna unazaa upepo. Ni mara ngapi umepanga na kila unapopanga haifaulu? Haifaulu hata moja. Tuko kwa wakati watoto wetu wanafanya mtihani. Wa primary walishafanya mtihani, wa secondary walianza jana. Utakuta mtoto mwanafunzi alianza mwaka wa kwanza, imefika amemaliza miaka 4 na kufanya mtihani. Result ikikuja, utakuta wengine wamepata alama ya E, wengine wanapata alama ya D, na wengine wanafaulu, wanaenda chuo kikuu. Wanaisraeli wakalilia Mungu, wakamwambia, Bwana, sisi ni kama mwanamke aliyekuwa na mimba, na siku zake ikiwadia, akienda kujisaidia anazaa upepo. Huyo mwanamke analeta aibu kwa jamii, analeta aibu kwa mmewe, na hiyo inafanya mmewe anakosa tumaini kwake, anakosa imani kwake. Mungu amenituma nikuambie ya kwamba hata kama ulikuwa na mipango mema, ulikuwa na mipango bora kwa maisha yako, kwa ndoa yako, katika kazi, na mpaka wakati huu hakuna chochote unaweza hesabu ya kwamba umefanya mwaka huu, hiyo bidii yote umefanya imezaa upepo. Ile nguvu zote umetumia, ukiamka asubuhi, ukienda kazini, yote imezaa upepo. Kwa sababu hakuna chochote unaweza ukasema ya kwamba mimi mwaka unaisha lakini kile ndio nimefanya. Hakuna hata moja, kwa sababu shetani, ibilisi amekataa, akakanyagia, akikana, akisema wewe hautafaulu maishani mwako. Na ndio maana wengine wametamani hata kujinyonga, kwa sababu chochote akiguza haifaulu. Akianzisha biashara haifaulu, akiingia kwa ndoa anafukuzwa. Nini inatendeka? Unazaa upepo, bidii yako yote inaenda bure. Nimekuja nikutabirie ya kwamba mwaka mpya, tuko karibu kuingia katika mwaka mpya.
Usikate tamaa. Muamini Mungu. Muamini Mungu. Yeye ndio anajibu. Yeye ndiye ana uwezo. Yeye ndiyo ushindi. Na yeye ndio anafanya yale imeshinda wanadamu. Sijui ni wapi umejaribu ukashindwa, na mpaka wakati huu umekata tamaa. Unasema sasa wewe, mimi sitajaribu tena, kwa sababu nimejaribu mara nyingi, na popote nikijaribu nashindwa. Tunaye hata wale walisoma vizuri mpaka wakamaliza chuo kikuu. Wale walisoma nao wote wamefaulu, wanafanya kazi, wanaishi maisha mema, wanaishi vizuri, lakini wao wamebaki wakilia. Wengine wanawacheka, wengine wanasema hata kina fulani walisoma hapa, lakini wakai kama wasomi. Nini natendeka? Unazaa upepo. Leo hii jinsi nanena, mtu anaweza kataa na aseme ya kwamba mimi mwaka ujao sitazaa upepo tena. Ni wewe ndio unakataa, ukigundua ya kwamba shetani ni adui. Yeye ndiye ameshikilia yale unapanga kufanya, na yeye pia anakupangua. Hiyo ni kazi ya muovu, kwa sababu imenukuliwa katika kitabu cha Yohana. Ukisoma 10:10 ya kwamba shetani alikuja na mambo matatu: kuharibu, kuiba na kuua. Na hakika ameharibu kila mpangilio uliokuwa ukipanga, ameharibu. Yeye ndio alifanya Mungu aweze kuleta mwanawe wa pekee, Yesu Kristo, aokoe wanadamu. Pengine uko hapa unanitazama na asubuhi, na umepitia machungu, pengine umepitia ugonjwa. Huu mwaka hujaona vizuri, umepitia maisha machungu. Pengine hata mwaka ujao tayari ushaogopa. Unaona hakuna maana ya maisha kwa sababu ya mapito, kwa sababu ya yale inakutendekea. Maandiko inasema katika Isaya 44:31. Pengine hauna imani, mahali umefikia hauna imani tena, unajaribu tu lakini hauna imani. Ukisoma katika hilo andiko Yohana 44:31, Biblia inasema ya kwamba bali wao wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala watachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Nimekuja nikuambie ya kwamba uamini Mungu. Hata kama umechoka, umejaribu mara nyingi na hauja faulu, Biblia inasema ya kwamba bali wale wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Umeisha nguvu kwa sababu umezaa upepo. Kazi zako zote haijaleta faida, haijaleta mabadiliko kwako, haijaleta mambo mapya. Lakini Mungu amenituma nikwambie ya kwamba bali wale waongojea Bwana watapata nguvu mpya, na watapaa juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio na watachoka.
hata kama ulikuwa umechoka, nimekuja nikwambie ya kwamba muamini Mungu atakupa nguvu mpya. Katika mwaka ujao hautakuwa jinsi ulivyo, kwa sababu Mungu amenena. Hautachekelewa tena. Pengine shetani alikuja akakuweka na roho ya tasa, uwezi ukaona mtoto, uwezi ukafaulu kimaisha. Umefanya kazi mwaka nyingi, lakini hauna kibali. Hauna kibali. Wewe ni ule wa bahati mbaya. Ukijaribu haufaulu. Mama, umejaribu ndoa, lakini katika kila ndoa umeingia inaharibika. Unafukuzwa. Kwa nini? Pengine kwa sababu ya mtoto, pengine kwa sababu ya vitu vidogo vidogo. Mnagombana. Siku hizi katika ndoa watu wako na mambo mengi. Mambo mengi kwa sababu ya shetani ya ibilisi hataki watu waishi na amani. Wanataka watu wapigane. Shetani alikuja kuharibu, na hata kama amekuharibia ndoa, bado kuna nafasi ya pili. Mwamini Mungu. Biblia inasema bali wale waongojeao Bwana watapata nguvu mpya. Sijui umefikia wapi. Sijui hiyo vita uliokuwa ukipiga imekufikisha wapi. Nimekuja nikwambie, Mungu anajibu ya maisha. Yeye ndiyo urudisha nguvu. Yeye ndiyo atakufanya upaa juu na mbawa kama tai. Utakimbia na upate wale waliokushinda. Hata kupa nguvu. Usije ukakata tamaa. Usije ukachoka, kwa sababu yule aliyetupa nguvu yu hai. Yeye ni yule jana, leo, hata milele. Habadiliki. Jinsi imenukuliwa katika kitabu cha Waebrania ya kwamba Mungu yeye ni yule jana, leo, hata milele. Watu hubadilika. Wanaume hubadilisha wanawake. Wanawake pia hubadilisha wanaume. Lakini Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi, yeye ndiyo ukweli. Yeye ndiyo uzima. Ni huyo Mungu. Muamini. Ukiwa hapo na ungependa umrudie Bwana, nafasi ni sasa. Pengine kwa matendo yako umetenda yasiyofaa, ndio maana pengine Mungu amekuacha ili uteseke. Amekuacha kwa mikono ya adui. Leo hii ni nafasi ni nzuri, unaweza ukamrudia Bwana. Hata kama umepitia nini, hata kama umechekelewa, hata kama umezaa upepo, hata kama umekosa karo ya kwenda shule. Watoto wanafanya mtihani sasa hivi. Ni Mungu ndiye anazafanya mtoto wako aweze akapita na aende katika chuo kikuu ama apate shule nzuri, kidato cha pili. Muamini Mungu, tuweze tukaomba. Hata kama wewe ni mgonjwa, umegonjeka kwa muda, mpaka watu wakasema ya kwamba wewe hautaishi. Wakati mtu anaugua, kuna maadui wananena mabaya kwake. Nimekuja nikutabirie, lakini hautakufa, lakini utaishi. Utaishi kwa nchi ya wanao hai. Ni jambo gani unaona ni gumu? Ni jambo gani unaona ni gumu ambalo linashinda Mungu? Ukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu 18 madogo 27, inasema hakuna jambo gumu ambalo linaweza shinda Mungu. Ikishinda binadamu, iwezi ikashinda Mungu. Sasa ni jambo gani unaona ni gumu? Tujaribu nayo Yesu. Umejaribu kwa hekima zako, umejaribu kwa nguvu na uweza wako, lakini hauja faulu. Leo na asubuhi muamini Mungu.
Tutakapoomba, wewe muamini Mungu, yeye ndiye utenda miujiza. Hajabadilika. Marafiki wanaweza badilika, wakuache, lakini Mungu wetu aliyekuumba kwa mfano wake, yeye yu hai, bado anatenda miujiza. Kama utaamini ya kwamba inawezekana, yote inawezekana kwake. Yote inawezekana. Hata kama ni deni unayo, unadaiwa deni, Mungu anaweza kushindania. Hata kama umenyang'anywa ardhi, hauna mahali pa kujenga, umetoroka kwenu kwa sababu ya vita ya watu wa ukoo, amini Mungu atakushindania. Wacha tuamini na tuombe. Kama unaweza shika televisheni ama upige magoti chini na uinue mikono, tuombe pamoja nawe ukiwa umeamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwanzilishi wa imani yetu. Asante Baba kwa ajili ya huyu dada. Bwana, unamjua yale anapitia. Amejaribu mara nyingi Bwana, lakini yote inazaa upepo. Leo hii Bwana, asubuhi nimemkabidhi mkononi mwako. Bwana, umwezeshie, umtendee wema. Asante Baba, hata katika maisha ya mzee unamjua vyema Baba. Yale yote Bwana anahitaji uweze Bwana ukampa. Hata huyu mfanyabiashara ameanza mara nyingi, lakini inaanguka maisha yake Bwana. Shetani amekwamilia, lakini kwa jina la Yesu Kristo namweka huru. Kwa jina la Yesu Kristo, wacha apate akapona. Kwa jina la Yesu Kristo, umtendee wema. Wacha Bwana chochote atakayeguza ifaulu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sema amen. Jinsi niliwaambia, mimi ni mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Na hudumu katika kanisa la St. Meshach. Tuko hapa Nairobi. Kama ungependa kukuja mali tuna budu, unaweza ukanipigia. Ukiangalia hapo chini utaona nambari zangu 0727385424 na namba yangu ya Airtel ni 070734434156. Unaweza kunipigia katika nambari zangu ili tuombe na wewe. Pengine hauwezi pata nafasi kufika mahali tunabudu, lakini unaweza nipigia tuombe pamoja nawe. Mungu awabariki. Tupatane siku ya Saturday next week. Shalom, shalom, shalom. Barikiwe. Eternal Father, I offer you the body